walokole wengi wataenda motoni, wengi sana. Kitakachowafanya waende motoni si kwa sababu walimpokea Yesu, bali kitakachowafanya waende motoni ni kuhisi kwamba kumpokea Yesu peke yake kunatosha wao kuwaingiza kwenye pepo ya Mungu. Huwezi kuwa unasema umeokoka unamtukana. Huwezi kuwa unasema unaokoka ni mzinzi. Huwezi kuwa unasema umeokoka ni muongo. Huwezi kusema umeokoka hupendi watu, una chuki, ni kuhukumu watu. Kila unayemuona hafai ni kumhukumu. Wewe yakoje maisha yako? Heri wenye moyo safi, hakika hao watamuona Mungu, maana hao watamuona Mungu. Kwa hiyo kanuni ya kumuona Mungu sio kisingizio cha kujificha kwenye ulokole, no. Kanuni ya kumuona Mungu ni moja ya kuwa na moyo safi. Ndio maana Yesu akawatolea mfano Mafarisayo kwamba mtu mmoja alipigwa akavamiwa na majambazi, ghafla akiwa ameachwa nusu mfu akiwa chini pale. Ghafla kiongozi mmoja wa kanisa akapita njia ile ile, alipomuona pale chini akapita pembeni akaenda zake. Kiongozi wa nini huyo? Wa kanisa. Ghafla kuhani, naye kuhani alipofika pale akamuona yule mtu amepigwa yuko nusu mfu, badala amsaidie kama kuhani, badala amsaidie kama kiongozi wa dini, naye akapita pembeni akaenda zake. Ghafla akaja tena mzee wa kanisa, naye akapita njia ile ile. Watu watatu wote ni wakubwa, ni viongozi wa kanisa, lakini wanamuona mtu amepigwa yuko nusu mfu, badala watoe msaada wanapita pembeni wanaondoka. Mimi naogopa sana watu wenye misaraba mikubwa, watu wanaojifanya viongozi na waogopa, kwa sababu najua mioyo yao si yenye upendo, mioyo yao ni ya ukatili. Maandiko yanasema akapita Msamaria mwema njia ile ile, naye alipomuona akamhurumia. Msamaria mwema sio kiongozi wa dini, Msamaria mwema sio kiongozi wa kanisa, no. Lakini moyo wake ni moyo ulio safi. Wanaotusaidia sio walokole, wanaotusaidia si watu wetu wa karibu, ni watu wasiotujua, ni watu ambao hatuwafahamu. Muamini Mungu katika moyo safi, maana hao watu moja. Sema amen. Amina. Amina.